Si ameteremuka? Wewe ulikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, umeteremuka. Umekuwa mtu ya gossip. Ati kazi yako ni kusoma social media ya miaka 5 na kueneza gossip ile iko kwa social media. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Si alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital? Tukamuanika. Sasa anasema, sasa ndio amekasirika. Si ati kwa sababu ya masikio, hapana. Masikio tunataka ikuwe kubwa asikize ground. Si ndio? Kasongo asikize ground asisikize. Wewe Kasongo sikiza ground. Sasa iko program ya Nairobi Railway City ambaye inafadhiliwa na nchi ya Uingereza. Yeye alipanga na watu wanaitwa CRBC kulipisha 29 billion. Na kuna wale walikuwa nataka wafanye hiyo kazi na 22 billion. Akawaweka ndege akawarudisha China. Ndio hii wa China wampatie bilioni 7. Hii makasiriko yote unaona ni hii bilioni 7 tumemtoa kwa mdomo. Atolewe asitolewe. Na hiyo ndio kazi yetu Kasongo. Kazi yetu tukiona unataka kula kitu ya Wakenya, tunakuanika na Wakenya wanaingilia, unawachana naye. So wewe endelea kukasirika. Sisi hatuna haja na makasiriko yako. Mimi wiki inakuja naambiwa hiyo maneno ya Waingereza niongee Kizungu wa Ingereza wasikize. I want to address the British High Commissioner in Kenya. Si ndio? Hata Kizungu mimi niko sawa. Niko sawa, siko sawa. I would like to ask the British High Commissioner and the British people to take note that our president has gone berserk. He has lost his cool. He has lost his temper. He has just become another Kenyan. He is no longer presidential because he had planned a grant that you are giving to the Republic of Kenya to build Nairobi Railway City. He had inflated the price to 29 billion when another company called China Railway had quoted 22 billion. He organized for those directors to be deported so that this contract can be given to CRBC and they can give him a commission of 7 billion Kenya shillings. That is why he is angry. We are asking the British people, please authorize and give instructions that this contract be given to China Railways at a cost of 22 billion and save 7 billion, not just for the British people, but the world. Tumeambia wazungu, si ndio? Na tuliambia fisi, hata ukinyamaza umesiki? Mimi niseme next week, I want to tell the press, I'll have a press conference, that all Chinese companies have been refused to do business in Kenya, and all the big projects William Ruto has ordered that they be given to CRBC, who are in partnership with him. They are the ones who are doing Talanta Stadium, Bomas of Kenya, Railway City, Rironi Mau Summit Road, Nairobi, JKIA, and SGR, which is launching today. We'll be giving you details on the commissions that have been negotiated by William Ruto with this company called CRBC. And we're asking the People's Republic of China to recall this company back to China because it is a conveyor of corruption in our country. How do you explain that all the big projects for billions have been given to one single Chinese company called CRBC? I'll be calling a press conference mid next week with details of how much money has been allocated to this company of China and the commission they are paying and the projects they are doing for William Ruto in various parts of the country as his commission for giving them these projects.
So we ask the Chinese government, if you truly don't entertain corruption, CRBC is a conveyor of corruption in our country and Kenyans are suffering. Mimi nikimalizia niseme, wananchi wameniambia niulize William Ruto, wewe umesema watu wapunguze chakula, wasikule sana, si ndio? Kwa sababu watu wakikula wananona. Sasa Wakenya wananiuliza, ushauri yako kwa wale hawana chakula yote ni gani? Because there are Kenyans who have no food. As president, you are advising people wapunguze chakula. Wanauliza wewe William Ruto, wale wa Kenya ambaye hawana chakula kwa manyumba zao, what is your advice to those people? Si ndio? Number 2, wanauliza wale watu walibomolea Githurai, kuna mama amenipigia, watu ambaye Mwenyezi Mungu alipatia mwili kubwa, si ndio? Amesema wale wote ambaye Mwenyezi Mungu aliumba wakakuwa na mwili kubwa ni fala, ni wajinga. Wale watu walipewa mwili kubwa na Mwenyezi Mungu, wanauliza wewe William Ruto, ugali unahitaji kura zao? Sasa huyu Millie Momanga alipewa mwili mzuri na Mungu, unahitaji kura yake? Because sasa wamama mpo, na wewe nikuambie William Ruto, mwili ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kuna wamama hapa wako na mwili kubwa na hakuna kitu wamekula. Wengine wakijifungua wanaongeza uzito, si ati kuna chakula wamekula. Sasa wewe William Ruto umeanza vita na ile watu wako na mwili kubwa. Sasa sisi nasema si ile watu wote tuko na mwili kubwa hatuwezi chagua Kasongo, si ndio? Wamama mpo, wale wamama wetu warembo. Unajua Kiafrika wamama kuwa na mwili kubwa tunafurahia, tunajivunia. Wewe William Ruto, shida yako ni gani na wamama? Shida yako ni gani na wale watu wamepewa mwili kubwa? Na wale wamama warembo wamepewa mwili mzuri na Mungu, msimame. Wale wamepewa mwili na Mungu,